Imuragit, KTN, Nairobi. Kwingineko nchini, maelfu ya Wakristo walijitokeza na kushiriki kwenye matembezi maarufu kama njia ya msalaba, ambayo huashiria ukumbusho wa mateso aliyopitia Yesu kabla ya kusulubiwa na kuuawa. Walioshiriki katika matembezi hayo wamesema kuwa kipindi cha siku 40 cha Kwaresma kimetoa nafasi bora kwao kutubu na kurejelea mienendo ambayo inayostahili. Hata hivyo, katika maeneo mbalimbali ya nchi, viongozi wa dini wametoa wito kwa wanasiasa kuangazia masuala ambayo yanawaathiri wa Kenya na kuepuka siasa za migawanyiko. Clement Masombo na mseto wa maadhimisho ya Ijumaa Kuu. Jumbe za heri njema, amani, matumaini na uwiano zilishamiri katika maeneo kadhaa ya taifa, huku Wakristo walipoadhimisha siku ya Ijumaa Kuu ambayo huashiria mwisho wa kipindi cha Kwaresma na kupisha sherehe za Pasaka. Kipindi cha Kwaresma huwa kipindi cha siku 40 ambazo Wakristo hujihusisha na kuomba, kufunga na kutoa misaada kwa wasiojiweza. Tumekuwa tukijitayarisha kwa njia ya kujinyima chakula na kuomba. Maana yake sisi ni kufurahia kwamba Yesu alikuja na akatuokoa kutokana na dhambi. Kwa hivyo viongozi wetu kama wangetaka kuiga mfano wa Yesu wa kujitolea, ni kutumikia watu wao kwa moyo mkujufu na bila kuleta shida zingine ambazo tunaziona. Viongozi wa dini pia walitoa wito kwa wanasiasa na wanaosimamia idara mbalimbali za serikali kuhudumia Wakenya kama inavyostahili. Jana juzi tumetangaza tunaomba nchi tuipendayo ambao kila mmoja anapenda mwenzake. Uongozi unakuwa unajipeleka mbali sana na ufisadi na mambo ambayo yanahusu uvujaji wa hela za nchi. We pray for our country, for unity. We pray for peace. We pray that this Easter season may find us when we are reconciled with Him, when we are peaceful with one another, and when we look forward for prosperity for each and every one of us. Jijini Nakuru, askofu wa jimbo la Nakuru Cleophas Oseso aliongoza waumini kuadhimisha njia ya msalaba. Tunaendelea kuomba kwamba mambo ambayo tunasikia kama ya ufisadi isiwe mambo ambayo tunarudia kila mara. Wakati mwingine tumeshuhudia badala ya kuwaunganisha Wakenya ni kugawanya katika misingi ya kisiasa au kikabila, na hiyo imeleta mafarakano na watu hawaaminiani, watu hawapendani. Katika maeneo mengine pia Wakristo walijitokeza kwa idadi kubwa kushiriki kwa matembezi ya Ijumaa Kuu. As leaders today in Kenya and all over the world, we need to remind ourselves we were elected by Kenyans to serve them selflessly. Clement Masombo, KTN.